jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Malaika wa Bwana alimpasha habari Maria, naye akapata mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Ndimi mtumishi wa Bwana. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Neno la Mungu akatoa mwili. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Mtakatifu Mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Utuombee mzazi mtakatifu wa Mungu, tujalie ahadi za Kristo. Tuombe. Tunakuomba Bwana, utie neema yako mioyoni mwetu, ili sisi tulijua kwa maelezo ya malaika kwamba mwanao amejifanya mtu kwa mateso na msalaba wake, tufikishwe kwenye utukufu na ufuko kwa huyo Kristo Bwana wetu. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika vishawishi, lakini utuopoe maovuni. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Mtakatifu Mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Kanuni ya imani. Na sadiki kwa Mungu Baba Mwenyezi, muumba wa mbingu na dunia, na kwa Yesu Kristo mwanao pekee Bwana wetu, aliyetungwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Maria, akateswa zamani za Poncio Pilato, akasulubiwa, akafa, akazikwa, akashukia kuzimu, siku ya tatu akafufuka katika wafu, akapaa mbinguni, amekaa kuume kwa Mungu Baba Mwenyezi. Toka huko atakuja kwa hukumu wazima na wafu. Na sadiki kwa Roho Mtakatifu, kanisa takatifu Katoliki, ushirika wa watakatifu, maondoleo ya dhambi, ufufuko wa miili na uzima wa milele. Amina. Amri za Mungu. Mimi ndimi Bwana Mungu wako, usiabudu miungu mingine. Ya pili, usitaje bure jina la Mungu wako. Ya tatu, shika kitakatifu siku ya Mungu. Ya nne, uheshimu baba na mama, upate miaka mingi na heri duniani. Ya tano, usiue. Ya sita, usizini. Ya saba, usiibe. Ya nane, usiseme uongo. Ya tisa, usitamani mwanamke asiye mke wako. Ya 10, usitamani mali ya mtu mwingine. Sala kwa malaika mlinzi. Malaika mlinzi wangu, nilinde katika hatari zote za roho na sabuni. Jina la Baba la Mwana na Roho Mtakatifu. La
Kanisa anatualika ili tusali kwa maombezi ya watakatifu wote wa bara la Afrika. Tunayo watakatifu wengi, hasa wale wametambulika na Kanisa katika nchi mbalimbali barani Afrika, na wale ambao wengi wa Kristo wetu ambao wameaga na waliishi vyema maisha ya Ukristo wetu wakimpendeza Mungu, hawajatawaswa kuwa watakatifu. Na wewe na mimi pia, lengo letu kuwa Wakristo ni kuwa watakatifu. Basi tuunganishe sala zetu kwa maombezi ya hawa ndugu zetu, ili watuombee na sisi pia tuige mfano yao ya kuwa watakatifu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe nanyi nyote. Ndugu zangu, tukiri dhambi zetu ili tupate kustahilishwa kuadhimisha mafumbo matakatifu. Na mungamia Mungu Mwenyezi, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kutotimiza wajibu. Nimekosa sana. Ndiyo maana namuomba Maria mwenye heri, Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu na tufikishe kwenye uzima wa milele. Amen. Bwana utuhurumie. Kristo utuhurumie. Bwana utuhurumie. Utukufu kwa Mungu juu mbinguni na amani duniani kwa watu walioridhia. Tunakusifu, tunakuheshimu, tunakuabudu, tunakutukuza, tunakushukuru kwa ajili ya utukufu wako mkuu, Bwana Mungu mfalme wa mbinguni, Mungu Baba Mwenyezi, Bwana Yesu Kristo, Bwana pekee, Bwana Mungu, mwana kondoo wa Mungu, mwana wa Baba, mwenye kuondoa dhambi za ulimwengu, utuhurumie. Mwenye kuondoa dhambi za ulimwengu, pokea ombi letu. Mwenye kuketi kuume kwa Baba, utuhurumie, kwa kuwa ndiwe uliye peke yako mtakatifu, peke yako Bwana, peke yako uliye juu kabisa, Yesu Kristo, pamoja na Roho Mtakatifu, katika utukufu wa Mungu Baba. Amina. Tuombe. Mungu Mwenyezi wa milele, umetujalia kuadhimisha kwa sherehe moja mastahili ya watakatifu wako wote barani Afrika. Tunakuomba kwa msaada wa hao waombezi wengi, utukirimie wingi wa huruma yako unaotamaniwa kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Amen. Somo la kwanza. Somo katika barua ya Mtakatifu Paulo wa Warumi. Ndugu, hakuna hata mmoja wetu aishie kwa ajili yake mwenyewe, wala hakuna anayekufa kwa ajili yake mwenyewe. Tukiishi tunaishi kwa ajili ya Bwana, tukifa tunakufa kwa ajili ya Bwana. Basi ikiwa tunaishi au tunakufa, sisi ni mali ya Bwana. Kwa maana Kristo alikufa, akafufuka ili awatawale wafu na wazima. Wewe lakini, mbona unamhukumu ndugu yako? Au wewe, mbona unamdharau ndugu yako?
kwa maana sisi sote tunasimama mbele ya kiti cha enzi cha Mungu, kwani imeandikwa, kama niishivyo, asema Bwana, kila goti litapigwa mbele yangu na kila ulimi utamsifu Mungu. Basi kila mmoja wetu atatoa mwenyewe hesabu kwa Mungu. Neno la Bwana. Zaburi ya kuitikizana. Bwana ni mwanga wangu na wokovu wangu. Bwana ni mwanga wangu na wokovu wangu. Bwana ni mwanga, mwanga wangu na wokovu, wokovu wangu. Bwana ni mwanga, mwanga wangu na wokovu, wokovu wangu.
Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Wakati ule watu wengi wana walimfuata Yesu, naye akawageukia akawaambia, mtu akija kwangu bila ya kuwachukia poleni. Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Wakati ule watoza ushuru wote na wakosefu walimjia Yesu apate kumsikia, lakini Mafarisayo na waandishi wakanung'unika wakisema, huyu wapokea wakosefu na nakula nao. Akawaambia mfano huu, nani kati yenu mwenye kondoo 100 akipotewa na mmoja awaachi wale 99 nyikani, amtafute yule aliyepotea hata ampate? Na baada ya kumpata akamweka kwa furaha na mabegani pake, na anapofika nyumbani akawaita rafiki na jirani akawaambia, furahini pamoja nami, maana nimepata tena kondoo wangu aliyepotea. Nawaambieni, vivyo hivyo kutakuwa na furaha mbinguni kwa ajili ya mkosefu mmoja mwenye kutubu kuliko waadilifu 99 wasiohitaji kutubu. Au mwanamke gani mwenye shilingi 10 akipoteza mmoja awashi taa na kufagia nyumba na kutafuta kwa bidii hata aione? Na baada ya kuiona akawaita rafiki na jirani akawaambia, furahini pamoja nami, kwa maana nimeipata tena shilingi iliyopotea. Nawaambieni, vivyo hivyo kuna furaha kwa malaika wa Mungu kwa ajili ya mkosefu mmoja mwenye kutubu. Injili ya Bwana. Tumsifu Yesu Kristo. Katika somo la kwanza tumesikia ati kwa maisha na kwa kifo sisi ni mali ya Mungu. Sisi ni mali ya Mungu tukiishi, kwa sababu tunatambua maisha ambayo tunayo ni zawadi kutoka kwa Mungu, na sisi tuliumbwa na Mungu. Ni jukumu letu kuona jinsi Mungu anatulinda, anatuelekeza katika maisha yetu ya kila siku. Kumtegemea yeye bila kukata tamaa ni kitu muhimu ya kumtambua Mungu, uwepo wa Mungu kati yetu. Na tunawajibika kumshukuru kwa yale yote anatutendea, ulinzi na baraka, neema ambayo anatujalia kila siku. Na kwa kifo tunatumaini ya kwamba wandugu zetu ambao wametutangulia, kama vile tulivyosherekea tarehe 2 ya hii mwezi kuwaombea marehemu wote, tuna matumaini ya kwamba hawajakufa bali wamepumzika kwa Mungu. Na hiyo ndio tumaini la kila mmoja wetu. Hadi tunapokuja kanisani kusali, tukisali tukiwa nyumbani, tukikutanika kuadhimisha misa ili tuweze kusherekea Ekaristi takatifu, na hata tunapotenda matendo mema, hayo yote yanatutayarisha sisi ili tutakapokufa tunaweza kuishi pamoja na Mungu katika ufalme wake wa mbinguni. Na katika Injili tumesikia ati kile muhimu kwa maisha yetu ni
kuwa na furaha kwa sababu malaika wa Mungu mbinguni na watakatifu wote wanashangilia wakati ambapo mkosefu mmoja anatubu na kurudia katika familia ya watu wa Mungu, watu watakatifu. Na hapo basi ndiyo tumeelezwa tusije tukawa kama Wafarisayo na wale wanafiki wengine waandishi ambao mara nyingi hawaoni muhimu ya kutubu dhambi zetu, kuomba msamaha na kujirekebisha. Hiyo ndiyo sababu tumesikia hayo tuliofundishwa katika Injili, mfano ya mchungaji. Na sisi tukiwa wachungaji tunafahamu vizuri zaidi, ati ukipeleka wanyama malishoni utaki yeyote yule apotee, na kama mmoja akipotea utahakikisha kwamba utatafuta ili warejeshe wote nyumbani. Na hapo basi ndio tunasikia kwa hii mfano ya Kristo anatufundisha ati ni muhimu kuona ya kwamba tunawajibika katika maisha yetu ya kila siku, kuona jinsi Mungu anatutafuta sisi wakosefu. Ni Mungu ndio anatutafuta na ndio anatugusa kwa nguvu ya Roho Mtakatifu kila wakati, kuona umuhimu ya kwenda kwake. Na anapogusa sisi kuona umuhimu ya kumrejea na kumkaribia, tusikatae mwaliko huo, kwa sababu ndiyo njia ya kujitafutia wokovu. Na mahali hata tukiona ya kwamba tumekosea, sisi tunayo jukumu la kuomba msamaha kwa unyenyekevu, na kwa sakramenti ya kitubio Mungu utusamee dhambi zetu kwa upendo na huruma wake, na tunarejea kuendelea kuishi maisha kama wanawake wapendwa. Pia mfano ya huyu mama aliyepoteza shilingi yake, na baada ya kutafuta na kuipata alialika majirani na wakaanza kusherekea. Hivyo hivyo ndiyo maisha yetu. Ati jukumu letu ni kuwatafuta wengine, wale ambao wameregea kiimani, wale wamekata tamaa katika maisha, na kuelekeza ya kwamba hatuwezi kamwe kukataa mambo ya Mungu au kumtoroka yeye au kuanza kutafuta suluhisho ya shida zetu bila msaada ya Mungu. Na wakirudi sisi wote tunafurahi kwa sababu tunatembea pamoja kujitafutia wokovu na kuishi maisha mema tukisaidiana sisi wenyewe. Hiyo ndiyo jinsi watakatifu walivyoishi maisha yao, kusaidiana, kushauriana, kuelekezana katika maisha, na mahali ambapo kuna shida huko kila mmoja anajali maslahi ya mwingine. Wakati wa furaha wote wanafurahi pamoja na kushangilia na kusherekea, na mahali kuna mwingine ameaga, kwenda wote pamoja kuwafariji, kuwapatia moyo na kusaidiana kwa hiyo janga la kifo, tukiwa na matumaini ya kwamba sisi wote tunaishi kwa Mungu na tunakufa kwa Mungu, na yeye ndiyo anatupatia matumaini ya kuishi maisha mema. Tumsifu Yesu Kristo. Hallelujah.
yangu na yenu ikubalike kwa Mungu Baba Mwenyezi. Na pia kumfaa Yesu sisi na mafaa ya kanisa lake lote takatifu. Bwana, vipaji vyetu tunavyokutolea kwa heshima ya watakatifu wote vikupendeze. Tunakuomba utujalie ili tujisikie kwamba wanashughulikia wokovu wetu hao tunaosadiki kwamba wamekwisha kupata uzima wa milele kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vema na haki tendo la kufaa na la kuleta wokovu. Tukushukuru wewe daima na popote, Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele. Maana leo unatujalia kuutukuza mji wako Yerusalemu ya mbinguni, ambao ni mama yetu. Huko ndugu zetu watakatifu wanakusunguka na kukusifu milele. Nasi pia tunaukaribia kwa imani mji huo kama wasafiri. Tunakwenda hima tukiufurahia kwa pamoja utukufu mkuu uliowapa wanakanisa. Kwa kuwatukuza hivyo, unatujalia wewe misaada na mifano katika udhaifu wetu. Na kwa sababu hiyo sisi pamoja na umati mkuu wa watakatifu na malaika tunakutukuza kwa sauti moja tukisema bila mwisho: Mtakatifu, 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 Bwana Mungu wa majeshi. Mbingu na dunia zimejaa utukufu wako. Hosana juu mbinguni. Barikiwa naye kuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni. Bwana, kweli mtakatifu na chemchemi ya utakatifu wote, tunakuomba uvitakatifuze vipaji hivi kwa nguvu ya Roho wako, ili viwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake, alitoa mkate, akakushukuru, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, "Twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu." Vivyo hivyo baada ya kula, akitoa kikombe na kushukuru tena, aliwapa wafuasi wake akisema, "Twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu." Fumbo la imani. Bwana, tunatangaza kifo chako na kutukuza ufufuo wako mpaka utakapokuja. Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na ufufuko wako mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetustahilisha kusimama mbele yako na kutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu, ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo tukusanywe na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. Bwana, ulikumbuke kanisa lako lililoenea popote duniani, ulikamilishe katika mapendo pamoja na Baba Mtakatifu wetu Leo wa 14 na mimi mtumishi wako na waklero wote. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko, na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako, wapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba utuhurumie sisi sote, ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri mama wa Mungu
na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo bikira, mitume wenye heri, watakatifu Petro na Paulo, na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale, ustahili kushiriki usimu wa milele na kusifu na kutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake, pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Amen. Kwa kulitia agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunathubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, Jina lako ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, usamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Ee Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuokolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. kwa kuwa ufalme wako na nguvu na utukufu hata milele. Ee Bwana Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako, amani na wachieni, amani yangu na wapa, usitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Upende kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unayeishi na kutawala milele na milele. Amen. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Na iwe rohoni. Mpeane amani ya Kristo. Mwana kondoo wa Mungu, uondoaye dhambi za ulimwengu, utuhurumie. Mwana kondoo wa Mungu, uondoaye dhambi za ulimwengu, utuhurumie. Mwana kondoo wa Mungu, uondoaye dhambi za ulimwengu, utujalie amani. Tazama mwana kondoo wa Mungu, tazama aondoaye dhambi za ulimwengu. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo. Mwili na damu ya Kristo tulinde tupate uzima wa milele.
na moyo safi, maana hao watamuona Mungu. Heri wapatanishi, maana wataitwa wana wa Mungu. Heri wanaodhulumiwa kwa ajili ya haki, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Tuombe. Mungu, tunakuabudu wewe uliye peke yako mtakatifu na waajabu katika watakatifu wako wote. Tunakuomba neema yako ili kwa kutakatifusa kikamilifu katika utimilifu wa upendo wako, ituwezeshe kuvuka kutoka meza hii ya wasafiri hadi kuifikia karamu ya kwetu mbinguni. Kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Tuinamishe vichwa vyetu na tupokee baraka. Mungu aliye utukufu na furaha ya watakatifu, aliyewaimarisha ninyi kwa maombezi yao bora, awabariki na baraka isiyo na mwisho. Amina. Ninyi mliokolewa na maovu yaliyopo sasa kwa maombezi yao na kuongozwa na mfano wa maisha yao matakatifu, mjaliwe daima kumtumikia Mungu na jirani. Amina. Kanisa takatifu la furahia kwamba wanawe wanaunganika katika amani ya kudumu na wateule mbinguni. Nanyi mjaliwe kumiliki pamoja na hao wote furaha za makao ya mbinguni. Amina. Na baraka yake Mungu Mwenyezi, ya Baba, Mwana na Roho Mtakatifu wachukie na kukaa nanyi daima. Amen. Misa yetu imekwisha, tuendeni na amani kumpenda na kumtumikia Mungu. Tushukuru. Muwe na siku yenye baraka. Asante na Baba pia. Malaika mlinzi wangu, nilinde katika hatari zote za roho na za mwili. Kwa jina la Baba na la